nguvu za Mungu hazionekani baadhi ya maeneo ya huduma. Baadhi ya maeneo ya huduma nguvu za Mungu hazionekani, ni kwa sababu nguvu ya Mungu haitendi kazi ndani ya mtu mwenye hila. Sikiza nikwambie, kuwa na chuki ndani yako ni kumsaidia shetani kazi. Kuwa na chuki ndani yako ni kumsaidia ibilisi kazi. Na ndio maana nguvu za Mungu hazionekani baadhi ya maeneo. Unafika mahali unakuta pamepoa. Hakuna nguvu ya Mungu, hakuna uwepo wa Mungu. Sio kwenye uimbaji, sio kwenye neno, sio kwenye nini. Yaani pamepoa kiujumla. Ile neema ya Mungu na ile nguvu ya Mungu haimo. Lakini sio kwamba walihubiri neno, linahubiriwa neno kwa usahihi kabisa. Lakini lazima ujue kwamba mahali penye chuki Mungu hayupo. Yeye ni pendo na anadumu katikati ya upendo. Hakuna namna Mungu utaziona ishara. Anainuka mtu, anainyosha injili ya Kristo, miujiza na maajabu vinatendeka. Anainuka mtu anaweza kumsema. Anainuka mtu mwingine anaweza kumsema. Na unakuta hata unanisikiliza, unapata nguvu ya kumsema mtumishi wa Mungu vingine. Wewe pengine ni mshirika, unapata nguvu ya kumsema mtumishi wa Mungu. Hizo nikwambie, kama kuna watu wa kuheshimika, ni watu wanaitwa watumishi wa Mungu wa kweli, kwa sababu wamebeba agano la Mungu kwa ajili ya uhai wa mamilioni ya watu. Unapata nguvu unaposimama na kumsema mtumishi wa Mungu vyovyote vibaya. Unabeba vita yake. Na ndio maana watu wengi wamepigwa, maisha mabovu, hali ni ngumu, ni kwa sababu unaposimama na kunisema mimi, hata kama kweli nimekosea, hujaniajiri, hujaniweka kwenye huduma, hujaniita kwenye kazi ya Kristo. Unapoinuka na kuniponda mimi ama kumponda mtumishi wa Mungu fulani na kusimama na kuanza kumsema vibaya, manake unasababisha yule aliyemweka hapo apambane na wewe. Na kuna hatari kubwa sana. Ni bora umkosee mtumishi wa Mungu azungumze. Yaani ni bora umkosee alafu afungue kinywa aongee. Lakini kuliko kumkosea na akakaa kimya, ni hatari mno. Wakati mmoja Daudi amecheza, nguo zake zimemdondoka. Mke wake anainuka, mtoto wa Sauli, anaanza kumsema jinsi gani mfalme alivyojichafua mbele za watu. Alikuwa ni mtu mwenye heshima lakini amejaibisha. Biblia inasema lile neno Daudi akamwambia mke wake, mimi mbele za Mungu ni mtu dhaifu, lakini mbele za watu wangu mimi ni mtu hodari. Kutokea pale Biblia inasema Mungu akamfunga mke wa Daudi tumbo, hakuweza kuzaa, akafa akiwa tasa. Umewahi kujiuliza unaposimama na kumponda mtumishi wa Mungu ambaye kupitia mtumishi wa Mungu ya machozi ya watu wengi amefuta? Lazima tuelewe ya kuwa neema ya Mungu inapoachiliwa kwa mtu fulani, si kwamba yeye ni mkamilifu, lakini neema hiyo imeachiliwa ni kwa neema.